Haleluya. Hichi kisa utakipata chote kwenye YouTube channel yetu ya Injili Toka Nyumbani. Huyo dada alikuwa anajiaminisha, anyway, sio vibaya na sio dhambi, kwamba mume wake hawezi kumuumiza, hawezi kumsaliti. Alikuwa anatuambia, tukasema hongera, umepata mwanaume ambaye ni malaika, hakosei. Yaani anarudi mapema, tunaongea vizuri, simu yake inakagua, haina shida. Sawa, utaratibu alioweka nyumbani kwake, dada wa kazi haruhusiwi kuwa na namba ya yule baba wala kumhudumia chochote yule baba. Anafanya wajibu wake vizuri kabisa. Dada wa kazi akaaga, anasafiri anaenda kwa likizo. Hamna shida, kaenda likizo. Kidogo bwana naye kaaga, kaenda safari. Kumbe dada yuko hapa mjini. Kapangishiwa hotelini. Kaweka hotelini kwenye apartment. Anaishi na huyo bwana. Vizuri, kupika na kupakua. Muda wa likizo ulivyoisha, akarudi nyumbani. Vizuri tu. Si kaweje kasahau simu, mama wa mjengo sikashika simu. Anakuta miskulu za mume wake kibao, message wanazochati za mahaba kibao kwenye dada wa kazi. Dada nusu azimie. Alikuwa anamwamini mume wake 100%. Watumishi wa Mungu ni mwanadamu. Wa kumwamini 100% ni Mungu peke yake. Lakini hawa wanadamu, mpe 1% chache, zingine acha kwa Mungu. Unajua Mungu ndo anayeweza kutulindia watu. Sasa kinachomtesa na kinachomtafuna, anarudi tena kusema kwetu. Kwamba mambo ndo alimfukuza msichana wa kazi. Bwana akamwambia hamna shida, kampangishia nyumba. Mdada wa kazi kweli aende nje, lakini alikuwa anakula ndani. Kala kafaidi vya kutosha. Saa ingine anaenda kazini, wameenda wote wanafanya shughuli, anatoka na wahi kurudi nyumbani mapema. Yuko